Ya ibura. Nataka uangalie. Unaona? Huyo baba. Ya baba ndio huyo. Unamuona? Hakuna baba. Umuoni? Mchele viende huko. Sisi yako hapa. Baba yangu. Huyu baba yake. Enda kaka mbele. Nyenda. Umeniona? Ndio huyo. Ona? Umeniona? Wewe wako wapi wazi? Niko napanga viketi ndani. Napanga viketi. Sasa katika awamu ya pili ambayo tutaweza kuingia katika kitabu cha Mathayo 26:26 kuna kitendo ambacho Yesu alifanya tunaposoma katika Biblia. Katika hiyo kitabu cha Mathayo 26:26 somo la moja. Nao walipokuwa wakila, Yesu alichukua mkate, akabariki, akaumega, akawapa wanafunzi wake, akasema, twaeni mule, huu ndio mwili wangu. Asante sana. Kwa hivyo baada ya Yesu kuweza kuwatawadha wanafunzi, aliweza kutoa mkate ambao Waisraeli mara nyingi walikuwa ni watu walikuwa wanakuza ngano, na baada ya kuweza kutoa, tunapoenda katika utaratibu, akaubariki. Hakumega kwanza, aliweza kubariki. Kwa hivyo tutachukua mkate tu ambao umetengenezwa hapa kwetu ili tuweze kuibariki. Kwa hivyo tutapiga magoti tushukuru kwa ajili ya mkate, alafu itakuwa ni vizuri. Tushukuru. Baba wa mbinguni, tunakushukuru kwa ajili ya mkate huu ambao umefanisha mwili wako. Tunaomba tunapoenda kuitumia iweze kutupa nguvu na zaidi sana kuendelea safari, na pia tuweze kuwa na nafasi ya kuweza kujifunza neno lako ndio mkate wa uzima. Nikabidhi mbele zako kwa haya machache, na katika jina la Kristo tunashukuru. Amina. Kwa hiyo baada ya kuweza kushukuru, aliweza kuimega. Kwa hivyo ni mkate tu ambao imetengenezwa hapa kwetu. Kwa hivyo tutaweza kuimega. Ilikuwa imewekwa motoni. Kwa hivyo nilichukua nafasi ya kuweza kuimega. Pasaka huwa watu wanunui. Pasaka huwa inaandaliwa. Na mikate hii ni ngano tu ya kawaida ambayo inaweza kukuzwa katika nchi yetu, ambayo ndio inafananishwa na mwili wa Kristo. Kwa hivyo unaweza kuimega vizuri.
tumepata wote, tunaweza kutumia kwa pamoja. Asante. Kwa hivyo baada ya Kristo kuweza kutumia mkate ambayo umefananishwa ni mwili wake, na ule mwenye atakula atakuwa na uzima wa milele. Hakuweza kukomea pale, aliendelea na hatua ya tatu ambayo ndio ilikuwa hatua ya mwisho. Katika mstari wake wa 27 inasema hivi: akatoa kikombe, akashukuru, akawapa akisema, nyweni nyote katika hiki. Kwa hivyo aliweza kuchukua kikombe pia, ambao kikombe kile ilikuwa ni mzao wa mzabibu ambao imeweza kutengenezwa. Pia walikuwa wanakuza mzabibu, na baada ya kuweza kuichukua akaweza kushukuru. Kwa hivyo sisi tunaweza kushukuru kwa uzao wa mzabibu ambayo imefananishwa na mwili wa Kristo, damu ya Kristo ambayo inaweza kumwagika. Kwa hivyo tunaweza kupiga magoti, tunaweza kushukuru. Baba wa mbinguni, tunakushukuru fahamu hii nyingine ambayo inazidi kutufunulia kikombe hiki ambayo iko na mzabibu, uweze kuibariki na uweze kuitakasa, ambayo imefananishwa na damu yako ambayo ilimwagika kwa ajili ya ondoleo la dhambi. Tunapoitumia tupe nguvu katika safari yetu ya Kristo. Asante sana kumbukumbu na kazi kubwa ambayo ulifanya kwa sababu ya ukombozi iweze kudumu katika maisha yetu. Tumeshukuru kwa haya machache, na ni kwa jina la Kristo tumeshukuru. Baada ya kuweza kuichukua, aliweza kuishukuru na akaweza kuwapatia wanafunzi. Hii ni mzabibu tu ambao tunakuza hapa kwetu. Hata siku hizi Kenya wanakuza mzabibu na haijalala, kwa sababu ikilala huwa inakuwa fermented, inakuwa chachu wine ambao sio mzuri. Kwa hivyo tutaweza kuweka kwa mahali, na ili tuweze kuitumia. Tumeitengeneza siku ya leo, kwa hivyo haijalala. Kukumbusha damu ya Kristo ambayo ilimwagika kwa ajili ya ondoleo la dhambi, na ili tuweze kupata msamaha. Kwa hivyo
Ukiona hapo nyuma kama umebatisha, usisahau wenzako mnanyoa kwa kikombe kimoja, kufundisha upendo. Kama mtakuwa tu asante, nashukuru. Baada ya Yesu kuweza kufanya ile kitendo, na hiyo sana ikaitwa meza ya Bwana. Na tunapoenda katika maandiko tunasoma mstari wako 27 kitabu cha Mathayo, mstari wake wa 28 na 29. Nasema, lakini nawaambieni sitakunywa kabisa tangu sasa uzao huu wa mzabibu hata siku ile nitakapokunywa mpya pamoja nanyi katika ufalme wa Baba yangu. Kwa hivyo alipofanya hivyo ilikuwa ni safari yake ya mwisho, na akaambia kwamba siku moja tutakaa pamoja na Kristo tuweza kufanya kitendo ambacho tunaweza kufanya siku ya leo. Ikiwa tutapigana na tuweza kushinda, tutaweza kupokea taji na kukaa pamoja na yeye kunywa tena katika uzao wa mzabibu. Kwa hivyo katika mstari wa 30 nasema, nao walipokwisha kuimba, kwa hivyo wakatoka nje. Kwa hivyo sisi tunaweza kuimba, tunaweza kuinuka na wimbo wa Kiswahili na ndio tuweze kutamatisha fundisho ya siku ya leo kama taratibu ambao tumekuwa nayo. Kwa hivyo tunaweza kuinuka na wimbo wa Kiswahili nambari namba 29. Ni kama wengi wanajua sasa. Namba 29. Na Mwokozi aliyeniokoa, sasa nakupenda kuzidi pia. Moyo umejaa mapenzi tele, kwa vile ulivyonipenda mbele. Uhai wako ukanitolea, sasa nakupenda kuzidi pia. Ulipoangikwa msalabani, tusamehewe tulio dhambini. Taji ya miiba uliyoiba, sasa nakupenda kuzidi pia. Mawanda mazuri na masikani niyatazamapo huko mbinguni, tasema
katika malisho ya majani mabichi unilaza, kando ya maji ya utulivu uniongoza. Unihuisha nafsi yangu na kuniongoza katika njia za haki kwa ajili ya jina lake. Naam, nijapopita kati ya bonde la uvuli wa mauti, sitaogopa mabaya, kwa maana wewe uko pamoja nami, gogo lako na fimbo yako yanifariji. Waandaa meza mbele ya machoni pa watesi wangu, umenipaka mafuta kichwani pangu, na kikombe chako kinafurika. Hakika wema na fadhili zitanifuata siku zote za maisha yangu, nami nitakaa nyumbani mwa Bwana milele. Amen. Amen. Tunakushukuru Baba wetu wa mbinguni kwa nafasi ya pekee ambao umekuwa pamoja nasi. Tunakushukuru kwa uwepo wako, tunakushukuru kwa uongozi wako, kwa nafasi hii ambayo tunaweza kutenda, na tunakumbuka kazi kubwa ambayo umefanya kwa sababu ya ukombozi kwa ajili ya maisha yetu. Tunaomba safari ambayo iko mbele yetu uweze kuwa pamoja nasi. Tunaomba uweze kutupatia hekima na ujuzi tunapoenda kuwafikia walio gizani. Utuondolee majaribu, na zaidi sana uwepo wako uweze kuwa pamoja nasi. Utubariki katika kazi yetu za mikono. Utuondolee magonjwa kwa wale ambao wasikii vizuri, na zaidi sana siku ambao ziko mbele yetu ziweze kuwa ni siku za baraka. Tunaomba pia tukikumbuka nchi yetu na tukikumbuka dunia kwa jumla, amani yako iweze kuwa juu yao. Tumejikabidhi mbele zako tukiomba uongozi na ulinzi wako, na ni katika jina la Kristo aliye Bwana kisha ni mkombozi tumeomba. Amen. Asante. Na pia tunaweza kumalizia, na sasa inasemekanaga huwezi enda kwa nyumba ya Mungu mkono mtupu. Kwa hivyo tutaweza kumtolea Mungu sadaka na itakuwa ni vizuri. Kwa hivyo tutatumia kikapu ya sadaka na kuliko hapa. Kwa hivyo kila mmoja tutaweza kuendelea na nyumba ya sadaka, wimbo namba 13. Na namba 9 ndio nzuri. Wimbo namba 9, nyimbo za Kristo, mfano namba 9. Ni kwa ukarimu wako ninabarikiwa, ni kwa ukarimu wako ninabarikiwa. Uliyeniumba na kutegemea, sina budi kuzisifu hisani zako kuu, sina budi kuzisifu hisani zako kuu. Nitatoa nini kwanza vyote vyako, upendo wako wadai moyo wa shukrani, upendo wako wadai moyo wa shukrani. Nipewe neema, niwe na uwezo wa kuishi kwako Bwana siku zangu zako, wa kuishi kwako Bwana siku zangu zako. Asante. Tutaweza kuinuka na wimbo wa Kiswahili namba 50. Namba 50, nyimbo za Kiswahili. Mungu nawe nani daima,
Tunashukuru Mwenyezi Mungu kwa kuwa umekuwa pamoja na sisi tangu tulipokusanyika hapa masaa ya asubuhi. Umetembea pamoja na sisi kwa shughuli zote ambazo tumekuwa nazo siku ya leo, sana sana kuhudhuria katika meza ya Bwana. Tunaomba ya kwamba uweze kutushindia dhambi. Kumbuka wote ambao wameshiriki siku ya leo na pia wenye hawakushiriki, uweze kuwafanyia meza yako katika roho zao, ili ya kwamba uweze kutupatanisha sisi zote katika msalaba wako. Tunaomba ya kwamba uweze kutukumbuka katika ufalme wa mbinguni, na Roho wako Mtakatifu ni kiongozi wa kila siku katika maisha yetu. Tunapoenda kutawanyika, tunaomba ya kwamba uwe pamoja na sisi, safari zote uwe pamoja na sisi, hata tutakapokusanyika tena wakati mwingine, tutashukuru na kutukuza jina lako. Hawa watoto wote ambao wamekusanyika hapa pia tumeweza kuwakumbuka na kuacha mikononi mwako, uweze kuwalinda, watunze, uepukane na ajali, wawe na afya mzuri, na pia wako na mawazo mazuri ambayo itakuja kuinua jina lako. Uwe pamoja na sisi hata kipindi ambacho kimebaki mbele yetu, uweze kutuongoza hadi tamati, katika jina la Yesu tumeomba na kuamini. Amen. Asante. Na pia tumeshukuru sana kwa uwepo wenu na pia kwa utulivu ambao umekuwa nayo. Mungu awabariki sana.